ili unaponena nami niweze kuongea na kanisa lako kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Naomba mketi. Huu ni mwaka mpya na kwa hivyo ni vizuri tusalimiane. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Ni furaha tele. Last Sunday sikuwa pamoja nanyi nilikuwa nimetembea Kirinyaga na nikasoma kule Kirinyaga, na Wakristo wa Kiaga walipojua nitarudi Nairobi walikanituma salamu. Mmezipokea? Asante sana, asante sana. Ni vizuri tuangalie from Exodus, lakini during your own time unaweza kusoma Exodus the whole of it 23, usome yote utasikia. Before tusikie Exodus 23 verse 20 to 30, ni vizuri kujua huu mwaka ni mwaka wa mabadiliko. Mwambie jirani yako, mwaka wa mabadiliko. Kwa hivyo hata nyumbani lete mabadiliko. Hata kazini mahali unafanya lete nini? Na uombe Mungu akuletee mabadiliko. Kama kuna kitu kilikuwa kigumu sana last year, hiyo isiwe ngumu tena. Omba Mungu, ataendelea kukuonekania. Najua katika baadhi zetu ambazo mlirudisha mwisho wa mwaka kulikuwa na maombi, na sisi tuliweka hao maombi mbele ya Mungu pamoja na wachungaji wetu wote, na vile vile hata na viongozi wetu wote tukaweka maombi hayo ambayo mlikuwa mmeomba. Yaani hiyo bahasha, make sure that ukipewa hiyo bahasha usiandike tu hapo kwa bahasha, andika a small piece of paper, very orderly. Uandike ni nini na nini na nini na nini ungetaka wachungaji na watumishi wa Mungu waweze kukuombea. Don't just write the end of the year Thanksgiving, lakini kwa hiyo bahasha andika mahitaji yako. Na najua kwa sababu Mungu anatusikia, ile maombi ambayo umeweka, tunaweka hayo maombi pamoja na tunagawanya kama wachungaji ndio tuweze kukuombea. Na tunajua ya kwamba hayo maombi yanamfikia Mungu. Na yale ambao ulikuwa umeweka prayer request imefikia Mungu, na Mungu ameweza kutenda kulingana na mapenzi yake kwako na mimi. Sababu hata mimi mwenyewe pia nilikuwa na mahitaji yangu ya mwaka huu wa 2026, na Mungu anasikia. Hakuna wakati utaomba Mungu akose kusikia. Masikio yake yanakuona, yanakusikiza, macho yake yanakuona pia. Kwa hivyo hakuna jambo lolote ambalo request kwake Mwenyezi Mungu ambacho alitaweza kumfikia, inamfikia na atakujibu. Tunapoangalia katika Exodus 23, pale kichwa ya neno ni God's angel to prepare the way. God's angel, malaika wa Mungu atawatayarishia njia ambayo mtapitia na mahali ambapo munaenda. Kwa nini ikasemekana hivyo? Ni kwa sababu wana wa Israeli kuna wakati walikuwa katika nchi ya utumwa, nchi ya Misri, Egypt, ambapo waliteswa sana, waliteseka sana, wakafanywa kazi mbaya sana, wakafanyishwa kazi zenye nguvu, na hawakuweza kuwa na furaha katika kufanya hayo mambo yote. Lakini walikuwa na furaha yake Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mungu alikuwa pamoja na wao. Hawa wana wa Israeli walielewa Mungu wao, walielewa njia za Mungu, walielewa Mungu wao vile anavyostahili na vile vile anavyowatakia katika maisha yao. Na kwa hivyo hapo ndipo kichwa ya maneno inasema God's angel to prepare the way for you. Kwa hivyo wakati walipokuwa nao mashida yote, wakati ukawafikia, na vile vile Farao baada ya kuongelezwa na Moses na ndugu yake Harun, na vile vile akaongelezwa sana, akasema mimi nimekubali kuwadilizi hawa
waende katika nchi ya Kanani. Na kwa hivyo wakati wa kutembea hivyo tunahakikishiwa na maandiko ya kwamba walipitia mahali walikuta mto, na hiyo ziwa ikawa shinda kubwa sana kwao. Lakini kwa sababu Mungu alikuwa anawalinda, akafunga pande ya juu, akafunga pande ya chini, gari zao zikaweza kupita. Lakini wale ambao pia walikuwa wanataka kuwatumia kama watumwa, wakawa sasa wameambiwa na Farao, hapana, msiwaruhusu hatuawa. Hawa ndio walikuwa nguvu yetu. Hawa ndio walikuwa nahusika na mijengo. Hawa ndio walihusika na biashara zote za nchi ya Misri. Hawa Mungu anawatumia. Sasa tukiwaruhusu waende, hata kama nilikubali mimi kama president wa nchi hii, itakuwa namna gani? Tusiwaruhusu. Chukueni farasi zenu na magari, muende muwarudishe, kwa sababu sasa nchi itakuwa nchi ya maskini. Tutakuwa na shida nyingi sana. Hatutaweza kamwe kuishi maisha mema, kwa sababu wale watu ambao tulikuwa tunategemea kwa ujuzi, kwa kujenga, kwa kufanya kazi zote za Wamisri, kwa kutengeneza manyumba na matofali, sasa tutakuwa katika hali ya shinda. Na kwa hivyo waendeeni umuwarudishe. Lakini wakiwa pale katikati ya maji, migurudumu ya magari ikaanza kutoka. Nguvu ya Mungu ikaonekana kwa wale wana wa Israeli, na wale ambao walikwenda kuwachukua wakafungiliwa kwa njia na hawakuweza kuendelea mpaka wana wa Israeli walipofuka ule mto na wakaweza kwenda ng'ambo ile, kwa sababu Mungu alikuwa pamoja na wao. Ndio unasikia katika kusoma neno hili nasema God's angel to prepare the way. Kuonyeshana njia zake Mwenyezi Mungu, walikuwa ametumwa na wakatumiwa malaika aende pamoja na wao. Na kwa hivyo what we learn from this, wakati unapofanya kazi kulingana na mapenzi yake Mwenyezi Mungu, yeye anakutumia malaika. Mwambie Mungu anakutumia malaika wake, ndio aweze kutayarisha maisha yako. Uende ikawa maishani mwako unasema, hii familia yetu ni kama ililaaniwa. Hii maisha yangu ni kama ninapitia tu magumu matupu. Lakini malaika wa Mungu atakuwa anatayarishwa mbele yako, atayarishe maisha yako, ukaweze kuona vile Mungu anavyofanya kwako wewe. Wewe, mke wako, watoto wako, maisha yako, biashara yako, kuna malaika ambaye Mungu atakuwa anamtuma mbele yako ili atayarishe njia zako. Bwana Yesu asifiwe. Atayarishe njia zako. Kwa hivyo your hope, yani tegemeo yako, wacha iwe kwake Mwenyezi Mungu, kama vile wana wa Israeli tegemeo yao ilikuwa kwake Mwenyezi Mungu. Wakati mwingine tunaona hata kama dunia imepinduka, sio ile dunia tunaelewa. In your household, mwaka huu wa 2026, wacha iwe na mabadiliko katika maisha yako. Ile mambo ambayo unafanya, tegemeo lako liwe Mwenyezi Mungu, na utaona vile Mungu atakufanyia. Labda ulikuwa na magonjwa inakuwa na kusumbua, Mungu ataiponya. Labda kulikuwa na mashinda katika kazi yako, unasema hii kazi yangu haiendi vizuri, maadui ni wengi kwa hii kazi yangu, Mungu atawafuruza kwa njia 7. Bwana Yesu asifiwe. Deuteronomy 28:7. Mungu hata kama atawaleta malaika wake afurushe hao maadui wasije wakaribu kazi yako. Kwa sababu wakati mwingine watu wakiona unaendelea hata katika mboma wanaanza kushangaa. Na siku hizi watu wanasema kama umeendelea vizuri sana, wanasema wewe umesoma masomo ya Illuminati. So hiyo ni kukutusi. Kwani shetani ako na kitu yake? Ni Mungu ama ni shetani ana nguvu? Nani alikupea uhai? Nani akalimuumba kama unaifu? Nani anakuletea utajiri? Sasa wewe utipotoshwe katika maisha ukisema mambo ya Illuminati. Wewe tegemeo lako liwe Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na kanisani pia tupende Mungu. Uwe pia una kazi unafanya katika nyumba ya Mungu. Uwe unafanya jambo ambalo wewe utakumbukwa nalo.
Watu wengine tunakaa tu tunasema wacha tu niende kanisani kama vile wale wengine wanavyoenda. But choose something that you are going to do for the Lord. Choose something, jambo lile ambalo wewe utafanya, ambalo wewe utakumbukwa nalo. Cornelius alikuwa tu kujitolea. Cornelius kujitolea. Na alikumbukwa. Na siku moja maombi yake ile anaomba, Mungu akawa amemfunulia na kumwonyesha kwamba ile maombi wewe unaomba, wewe Mungu ameyasikia na siku hii ya leo umekumbukwa. Bwana Yesu asifiwe. Katika Acts chapter 10. Ukisoma hiyo utasikia hayo maneno yote. Na kwa hivyo tunapoangalia hapa kwa maandiko tunaambiwa ya kwamba so I am sending an angel ahead of you to guide you along the way and bring you to the place I have prepared. Pay attention to him and listen to what he says. Do not rebel against him. Be against him. He will not forgive you rebellion. If you forgive your rebellion, since my name is in him. Kwa hivyo don't rebel against God. Wakati wowote Mungu anatukumbusha ya kwamba that he has prepared the way for you. Pay attention to him. And listen to what he says. Wewe uwe unamsikiza huyo Mwenyezi Mungu. Pay attention to him. Listen to him. Fungua masikio yake usikie Mungu anasema nini. Na hiyo ndio sababu unaona kila Jumapili kuna mhubiri, mchungaji, askofu mkuu ana maneno ambaye Mungu anamfungulia ili tuweze kusikia. Pay attention to your God. Atakusikiza, atakupea mambo ya ajabu. Na huyu mwaka wa 2026 let Mungu akuletee mabadiliko in your life. Mungu aniletee mabadiliko in my life, kwa sababu miaka ile Mungu amekupatia ni ya muhimu sana. Pay attention to your God. Tunapoangalia hapa mbele, if you listen carefully to what he says and do all that I say, I will be an enemy to your enemies. Nitakuwa adui ya maadui wako. Bwana Yesu asifiwe. Ni Mungu anasema, sio mimi. Mimi sitakuwa adui wa maadui wako. God will be an enemy to your enemies. Bwana Yesu asifiwe. An enemy to your enemies. And I will oppose those who oppose you. Wale wanakupinga. Salimia mwenzako, wale wanakupinga, Mungu atawapinga. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hii maisha watu wa kupinga ni wengi sana. Anasema hata hii biashara alianza ya kuuza kuku itamfikisha wapi? Hii biashara alianza ya kuuza mandazi itampeleka wapi? Hii biashara alianza ya kuuza ng'ombe na mbuzi itampeleka wapi? Hii tu ni wakati anapoteza. Lakini those who oppose you, I will oppose them. Huyo ni Mungu anasema hivyo. My angel will go ahead of you and bring you into the land of Amorites, Hittites, Perizzites. Yani hao wote wameandikwa hapo. Mungu alijua ya kwamba watakapoenda nchi ya Kanani watakuweko na watakuwa maadui zao, lakini Mungu ndiye atapigana na wao. Na kwa sababu hiyo ndio Mungu akasema, mimi nitatuma malaika mbele yenu, atawatoa hao Amorites, Girgashites, Cushites, hao wote
Perizzites, Canaanites, Hittites na Jebusites, and I will wipe them out. I will wipe them out. Unajua Mungu kama ako pamoja na wewe, hakuna jambo ngumu. Unajua wana wa Israeli wametoka katika nchi ya utumwa, wamepelekwa nchi ya Kanaani, na Mungu ameenda kufukuza watu wengine kule, ndio wana wa Israeli waishi huko. Na hiyo ndio sababu aliwafanya waelewe ya kwamba ule mtaenda itakuwa a country, a land of honey and milk. Kuonyeshana huko kutakuwa na kila chochote watakapohitaji. Ukitaka kupanda kahawa utapanda, ukitaka kufanya biashara utafanya. Kwa hivyo that will be a land of honey and milk. Kuonyeshana ya kwamba mahali popote Mungu amekupeleka atakupa baraka. Shamba yako itatoa mazao mengi, biashara yako itaendelea, kazi zako zitaendelea. Na kwa hivyo, kwa sababu ni Mungu ako pamoja na wao, ndiye alikuwa anawakumbusha hata mkienda huko, wakati mtakapopata mazao mengi, the first fruit, mazao ya kwanza, ile tunaita kwa lugha ya Kikuyu muro wa mbere. What you get from your first fruits, kama ni mahindi, kama ni maharagwe, kama ni milenge, kama ni ndoma, kama ni ngwashe, kachochote, that does not belong to you. Bring it to the church. Let it be accepted by the priest in charge, or the bishop in charge, or the archbishop in charge of that church. Ipokelewe. Na mtu wa Mungu atakubariki, atakuombea baraka, na utapata mengi mengi mengi. Lakini unakuta wakati mwingine tukipanda maharagwe, the first fruit tunakula. Tukipata mahindi, the first fruit tunakula. Tukipata ndoma na ngwashe na chochote kile tunapanda, hata mirenge, hata terere, hata managu, the first fruit tunakula. Bring that one to the household of God. That does not belong to you. Na kama unaweza kuconvert pia, kwa sababu huko Nairobi mahali kwingi watu hawawezi kupanda, wengine wanasema is a land of stones, lakini you still have the first fruits. The first fruits. Hata kwa your home garden kuna first fruits. Bring it to the house of the Lord. That is a secret to your life. Mungu ataibariki na Mungu atakuonekania. Do not bow down before their gods, or worship them, or follow their practices. You must demolish them and break their sacred stones to pieces. Nchi ambao mutaenda, mutakuta watu ambao ni andoago. Mutakuta andoago, andumendete morogi, andumendete gweka maundu maria moru, and their gods. Do not worship them. Siku hizi watu wanapenda sana mambo ya ugo, mambo ya urogi, mambo ya bad practices. So the Lord is warning the Israelites, hata mukienda huko mukute watu wako hivyo, let them not influence you to worship their gods. Let them not influence you towards the evils, but remain with your God. Siku hizi watu wengi wanaona wamechoka na Mungu sana. Vile nilianza, as it was in the beginning, otoria gwatarie kiambereria, na uria gotarie reu, na uria gwatueka igocio, umechoka kwa kusema hiyo. Don't be tired. Bwana Yesu asifiwe. Because the same God, otoria gwatarie kiambereria, na uria gotarie reu, na uria gwatueka igocio, the Lord remains the same God. He will never change. Bwana Yesu asifiwe. And so
The Lord who was speaking during the time of Adam and Eve, Genesis chapter 1, is the same God who is speaking in the New Testament. So it doesn't change. He is the same God. Don't be tired. Mwambie aliye karibu na, don't be tired. Yes. Sababu wengine wakichoka. Na ndiposa tunasikia maandiko ikituambia watu wengine wanaanza na roho, wanamalizia na nini? Kwa nini ufanye hivyo? Kama ulianza na roho, endelea katika roho. Usibadilike kwa kuingia kwa mwili. Na hiyo yote tumeelezwa mazao ya mwili vile yalivyo. Galatians chapter 5. Ukisoma tu utasikia hayo maneno yote. Worship the Lord your God and listen, and his blessings will be your food and water. Baraka zake Mwenyezi Mungu zitakuwa chakula yako na maji. Chakula na nini? Yes. Utakapomtii Mungu wako, baraka zake zitakuwa chakula. Hebu isikiza hapo vizuri, chakula. You can't remain alive if you don't eat. You can't remain alive if you don't drink water. Si unajua kijana aliyejaribu kushikilia mti kama Trofena? Alikuwa amebakiza masaa mangapi? Alifanyika nini? He fainted. Ukianza kitu, fanya practice. Usiingie tu kufanya kitu kwa sababu umesikia watu wanafaa. Do the practice first. Kama ni kunywa maji, ukunywe vizuri. Kama ni chakula, ukule vizuri. Na ufanye practice. Sababu alisema mimi ni kijana na ule ni msichana, kwa nini naweza shindwa na msichana kweli? Hata daktari akupime anjue kama mwili wako uko na afya ama iko na sababu you can faint. Kama vile kijana. Mimi nilikuwa naona kama atashinda yule msichana, lakini amebakiza tu 1 hour na akashindwa. Alimshinda kwa masaa. Lakini naye alipata kuna kitu alipewa. What happened? Hiyo fanya research. Ujue kama aliitwa na president ama aliitwa na gavana wao, kama kuna kitu alipata ama hakupata. So anything you do, first of all, do the practice. The Lord is reminding us that if you do, ukitii Mungu atakubariki and will be on your food. Blessing will be on your food and water. I will take away sickness from among you. Mungu pia atakuondolea magonjwa. Magonjwa ndio adui zetu kila wakati. Ukigonjeka unapata kutokwa na nguvu. Na unafanya kazi kama huna nguvu sana. So the Lord will take away the sicknesses. Huu mwaka wa 2026 tuombe Mungu atuondolee magonjwa tuweze kuendelea. Lakini the secret, kutii. Mwambie aliye karibu nawe, kutii. Yes, tii maagizo ya Mungu. None will miscarriage or be barren. Amewakishishia wamama. No one will miscarriage. None of you. None will be barren in the land. I will give you a full lifespan. Yani, hata miaka ya kuishi Mungu atakuongezea, na tutaweza kuendelea tukiongezewa miaka. Ile miaka watu walikuwa nakutarajia utakaa, Mungu atakuongezea na utaongezewa na utaongezewa. Mungu awabariki mwaka huu wa 2026. Hiyo ingine imebaki, jisomee mwenyewe. The name of God the Father, Son and the Holy Spirit. Amen. Nishike mkono Bwana.
Nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike